wewe anaweza kanyaga hiyo. Unajua mtu anarukaga anaangaga huko. Wewe na mimi nataka wadada washike usi wa ndugu. Na wasinipige. Ninatangaza ubatizo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ndugu simama pale, ndio ukianguka waanguke wewe. Sijasema mshike. Ninaachilia ubatizo wa moto juu ya maisha yako kuanzia sasa hivi. Kila mahali katika mwili wako wekwa kila kitu ambacho kinahitajika kwa huduma. Mwacha lala, atalala hapo kiasi. Siunge na hao watu wako hapa mbele. If you are sick in your body, kama kuna ugonjwa wote pia songea. Kama ulikuwa unaenda kanisa na ukaacha kanisa, huu ni wakati mzuri uweze kurudia imani yako na uhusiano wako na Mungu. Tengeneza uhusiano. Bwana, tukuka katika mahali hapa. Wewe uko mahali hapa na umefanya hii makuja hapa, ina mikono yako juu mbele za Mungu. Jiachilie mbele za Mungu kwa ishara ya kuinua mikono yako mbele za Mungu. Surrender to Jesus. Natamani sana ukaribie maneno haya nyumba yangu. Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Wewe ambaye utaokoka rudia maneno haya nyuma yangu. Kwa imani moja, rudia maneno haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Naja mbele zako. Natambua mimi ni mwenye dhambi. Natambua mimi ni mwenye dhambi. Asante Yesu kwa kunivia msalabani. Asante Yesu kwa kunipenda. Hivi leo ninakukubali kama Mwokozi wa maisha yangu. Lifute jina langu katika kitabu cha mauti, kisha uliandike katika kitabu cha uzima. Kutoka leo nimeokoka na nitamfuata Yesu hadi atakaporudi. Sema amen. Mpige sema kofi mazuri katika jina la Yesu. Tunapoomba, you're there, you are sick. Uko mahali pale, God has really released healing right now. There is an atmosphere of healing. I want you to believe in God. As you will be stepping into your divine health, as you will be stepping into your divine health, in the name of Jesus. Wale wagonjwa karibia hapa, wale wengine wakifuata asha katika jina la Yesu Kristo. As we pray with you, you are mgonjwa katika jina la Yesu Kristo. Right now. There is a power of God that has been released. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus is about to heal your life.
free. Kila maroho iliyotuma kutoka kuzimu kinyume cha maisha yako, kila maroho iliyotuma kutoka kuzimu kinyume cha maisha yako, nimeimaliza nguvu, nimeimaliza nguvu, nimeimaliza nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaikamata, ninaikamata your evil spirit. I arrest you now, I arrest you now, I arrest you now in the name of Jesus. Every sickness, every sickness, every sickness, I command you to depart, I command you to depart, I command you to depart in the name of Jesus. I break every curse, I break every curse. Kila laana ivunjike, kila laana ivunjike, kila laana ivunjike, kila laana ivunjike kwa jina la Yesu, kila laana ivunjike kwa jina la Yesu. Kuna watu wako hapa ambao shida yako makato zako lama, ambao shida yako ni maneno ambayo yalinenwa kinyume chako, na hiyo maneno imekuwa kama kamba. Ninatabirisha maisha yako mahali ulipo, hiyo maneno ikaanza kuvunjika. By this anointing, I break every negative word against your life in the name of Jesus. Kila maneno yaliyonena kinyume chako ianze kuvunjika. Oh my God. Kaya paso kata ya malanga. Si ati hauna akili, lakini ni maroho. Kuanzia leo ninatangaza uhuru katika maisha yako. Amen. Ninakata hiyo kamba. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Iko mtu hapo hapa katikati yetu. Iko mtu hapo hapa katikati yetu ambaye ulikuwa na urafiki na mtu. Sikia vizuri. Ulikuwa na urafiki na mtu na mkakuja mkaachana, na sio tuvijuzi, mmeachana kwa muda mrefu, lakini mara kwa mara katika ndoto zako unajipata unafanya mapenzi na yeye. Hear the word of the Lord over your life. That soul tie is now broken in the name of Jesus. I am saying that soul tie is now broken in the name of the Lord. Uliachana na huyo mtu zamani, lakini katika ndoto zako mara kwa mara anakuja, unamwona mzima, mnafanya mapenzi. Ninasimama kama mtumishi wa Bwana, ninakata hiyo kikomo katika jina la Yesu. Ninakata hiyo kikomo katika jina la Yesu. Na kuanzia leo ninakufungulia milango ya kuolewa vizuri katika maishani mwako. Ninakufungulia milango ya kuolewa vizuri katika maishani mwako, katika jina la Yesu. Lakini ukaacha. You stop serving. You stop serving. You are serving at the altar with a microphone like this one. Like this one. Microphone kama hii nimeshika.
kazi kama ile tunafanya hapa, hiyo kazi umewashaifanya, lakini ukaachana nayo. Ningekuwa wewe, ningejipa nguvu usome karibu na madhabahu haya, maana si hata hakuitwa, lakini ni organization ilifanya ukakuwa frustrated in your life, na hata watu walikuja wakakwambia wewe ni kama hautaitwa. It was allowed the devil. If you are hearing my voice, come close. If you are that person, come close. You are serving in an altar like the way we agree. You stopped. You are frustrated. I feel it in my spirit. If you are there, you are hearing me, please come close. Please, Karopa Zokataya. Hisa roka yona zoka yale. Hisa katayama mamoria. Reka tala mazoka taya baba. Hisa katayama mose kataya. Ura pamaso kataya miha. Reka mawala zoko tayama mose kataya baba. Rika yama. Mbinguni. Asilia ye maombi. Tule baba. Yuko Mungu mbinguni. Kuna wakati you are in prayer for Jesus. Wanakwenda moto wa huduma. And today, even your prayer life has been disconnected. Your antennas are not receiving anymore. Hauna maombi yako ilisha. Unajaribu kuomba, you can't pray. Your fire for Jesus what has been silent. Your fire for God has died. You are here, you are there. And unatamani, inatamani nirejee katika maombi yako. Inatamani nirejee na ile ndoto niliyo nayo ya kumwabudu Mungu, ya kutumikia Mungu. Njoo nakuta hapo. Njoo hapa katika jina la Yesu Kristo. Fanya hima. Njoo nakuta. Maombi ni naomba. Na kuna siku unashuka. You are the fire for God. And that fire bright. Come here. Ukaweza kuleta sawa. Katika jina la Yesu. Come your prayer life. Whether it's sword, you are fire for God. Whether it's sword, in the name of Jesus. Na mimi naongea katika Roho Mtakatifu. Uko na kidonda kwa mguu wako ambacho kimekataa kupona kabisa. Kimekataa kupona kabisa. Kuna kwa hii madhabahu. Yeye ambao mmekuja hapa siku ya leo, maisha inabadilika. Your life is changing. Amen.
atawatumia. Sijui ni wa wapi, sitaki kujua ni wa wapi. What I know is that the fire of God will come upon you. Na hizi power ambazo tulipotea, na hizi umekuwa ukitamani, ndio mtumishi amesema, umekuwa ukitamani watu wa Bwana. Imagine kuna mtu hapo hapa anasikia, wewe unaota sana, unaota sana, uko kwa mikutano mikubwa ukiombea watu, lakini wewe ni mtu wa kawaida. How I wish you will come close to me right now. And I am not guessing. Wewe unaota sana, huduma lakini haibadiliki. Kuja hapa tukuombee mambo yabadilike. Ingali mkono tu. Ule mtu wako hapa sana, watu wanakuja hapo sahi. Kuanzia kichwa hadi utosi, the anointing for intercession na kutetea familia ile imeshuka juu yako, ishuke juu yako. Ulimi wako uanze kukamatwa, lugha ishuke kwa kinywa chako kuanzia leo. Operating your lips. Mamlaka ndio imeshuka. Inashuka ndio hiyo. Mami ndio hiyo. Oh my God. Nani huyo alikuwa anaacha huduma? Nani huyo alikuwa anaacha huduma? Kuja tena. Oh my God. Usiana Mungu atakutumia. Sasa watu wanaweza fikiri pepo, si pepo. Kuna kitu inaitwa ubatizo wa moto. Wewe angalia nini? Hiyo ndio kazi tunafanyana. Sasa ile utasikia sasa hii moto kuja wewe anaweza kanyaga hiyo. Unajua mtu anarukaga anaenda huko. Wewe na mimi nataka wadada washike usi wa ndugu. Na wasinipige. Ninatangaza ubatizo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ndugu simama pale, ndio ukianguka waanguke wewe. Sijasema mshike. Ninaachilia ubatizo wa moto juu ya maisha yako kuanzia sasa hivi.
kila mahali katika mwili wako. Wekwa kila kitu ambacho kinahitajika kwa huduma. Mwacha alala, atalala hapo kiasi. Atalala kiasi, alafu akiamka atakuwa hapo sawa. Sasa hapo sawa. Sikia Yesu. Wewe. Panda hapa juu. Na malisi panda hapa juu. Kuna kitu Mungu hawezi fanya? Mwambie mwenzako kama huamini ni wewe. Mwambie hivyo. Mwambie kama huamini, you can say with your opinion. Unaweza kaa nayo. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Maana kuna mtu na si mtu, watu wako hapa ambao wameng'ang'ana kupata watoto hawapati. Lakini wewe si tasa, lakini ni maneno ilifanyika. Mwambie mwenzako kama huamini ni wewe. Na Roho Mtakatifu agesi. Kama wewe umekuwa unahangaika na tumbo yako kwa sababu ya watoto, najua sio rahisi, lakini afadhali uonekane lakini ucheke. Afadhali uonekane na watu lakini unyenyeshe kama bibi. Na mimi ninasema utapata mtoto mwanaume utamuita Michael. Kuja hapa karibu na mimi. Kuja hapa karibu na mimi wewe. Usifanyie haraka sana. Kuja hapa karibu na mimi. Wewe kama utaona haya shauri yako. Weka mkono wako juu. Huyo mtu wako wapi? Kuja hapa karibu na mimi. You will get a child. Na nikimaliza hii. Weka mkono wako juu. Wewe mtu wako wapi? Yaani utahangaishwa na shetani hapo na Mungu ameshuka hapo. Kuanzia leo na kubadilishia maisha yako. Na kubadilishia maisha yako. Kicheko kiingie katika mdomo wako. Maana nimeona machozi mengi, lakini Bwana anasema amebadilisha. 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 Let your life turn around. I declare for your life. Waliokujua watauliza what happened to her. Na mimi nakuwekelea mkono huo baraka na kuondoa kila aina ya mkono mwingine ambao uliwekwa kwa ajili ya your negativity. Ninaondoa uovu kuanzia leo. Usilie tena. Usilie tena. Ndivyo Bwana anasema juu ya maisha yako. You will cry no more. For the Lord has remembered you this day. On the 15th, the Lord has remembered you. Jesus. Na huu uchungu nimeuondoa. Na kuanzia leo ukapendeke kila mahali unapoingia. Katika jina la Yesu. It is done. It is done. It is done. It is done. Mimi nimemaliza. Nani huyo ambaye akona problem na watoto na mtoto? Unajua vile watu hufanya? Ukishuka hapa anakuja anakwambia ni mimi. Sasa mpaka unashindwa, unamwombea maombi ya PR. Unajua kuna maombi ya PR, hutaki kumdisappoint, lakini sasa hiyo neema imepita. Mwambie mwenzako usingojee maombi ya PR, enda saa hii. Mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki. Mwambie mwenzako torokea uovu. Kama uko na uvimbe kwa tumbo, situondoe uvimbe, alafu tumalize.
Hiyo si word of knowledge, hiyo tu nimesema kwa neema iliyo hapa. Kama uko na uvimbe kwa tumbo, uko na shida ya damu ambao unasumbuka na damu, kuja hapa tumalize. Hiyo si unabii, hiyo nimesema. Kama uko hapa uko na hiyo problem, tumalize ili tumalize mkutano. Anybody who has uko na uvimbe kwa tumbo yako ama kwa mwili yako, hiyo ni kitu kidogo tuondoe. Amen. Hiyo sijatabiri, hiyo nimesema, maana kuna neema. Amen. Mchungaji, tunakupenda. I hope siku moja utengeneze kesha hapa kwa barabara ama half kesha. Baba, katika jina la Yesu nabariki msichana huyu, na ninaomba kuanzia leo mbingu ikutangaze. May the heaven announce you to the nations. May heaven announce you to the nations. I am saying, may heaven announce you to the nations. May help come from strangers, people who are not of your race. May God command concerning your destiny, and may your legs set where no one in your family has ever set. I open your destiny, and every gift of the Holy Spirit in you, let it be ignited and come alive. Na nimekuondolea vita katika jina la Yesu. Na kama kuna ubaya katika mwili wako, katika mifupa ama katika damu, sasa nimetakasa. If there is anything foreign in your flesh, in your body, in your bones, in your tendons, in your blood, I sanctify you now by the blood of Jesus, and may the Holy Spirit forever overshadow you, and may the Lord make you a flame of fire. I bless you in Jesus' name. Amen. God bless you. Watu wawe ndani. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ametutendea. Bwana amekuwa pamoja nasi. Naomba tuinue mikono yetu juu, tuwasema asante kwa yote ambayo Mungu ametutendea. Haleluya. Twasema asante kwa Mungu wetu.
kuanzia saa 10. Tuko hapa kesho kuanzia saa 10 kwa muda mwingine mzuri wa katika Bwana. Na kwa hivyo nakualika tafadhali, siku ya kesho ndio siku yetu ya mwisho hapa, maana siku ya Jumapili tutafuka kule Kizito. Kwa hivyo tuko hapa siku ya leo na tuko hapa kesho, tutakuwa hapa kesho, ndio itakuwa siku ya mwisho kwa wakati huu, kwa season hii, na itakuwa wakati mzuri. Tafadhali tujiandae, kesho tunaweza kuanza hata mapema kwa maana ni saa 2. Si ndio? Haleluya. Kwa hivyo tuanze kama saa 9 hivi, saa 8 ndio sababu ni wakati mzuri. Kwa hivyo tuje mapema na najua kwamba tutabarikiwa. Asanteni watu wa Wendani kwa uvumilivu, asante kwa kusikiza, asante wote ambao wameokoka, tunashukuru Mungu, na wale wote wameponywa, tunashukuru Mungu. Hata wewe ambaye hujafanyiwa kwa wakati huu, unaweza kuonekana kama kuna kitu, hakuna kitu kimemanifest, lakini nataka nikuambie ya kwamba kuna kitu kikubwa kimefanyika katika maisha yako. Mungu akubariki na Mungu awe pamoja nasi. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, tunakushukuru maana umekuwa pamoja nasi, umetubariki, tumekuona ukiponya, tumekuona ukiokoa, na mioyo yetu Baba imesihi uwezo wako hata na nguvu zako. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Jiji hili la Wendani tunalibariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tukinena ya kwamba mashinda yote ambayo yamekumba katika jiji hili la Wendani yameshindwa sasa. Hakuna ulevi, hakuna mambo mabaya ambayo Bwana yamelemea watu hapa, maana ushindi umepatikana. Uinuliwe Baba, uinue familia za Wendani, uinue biashara za Wendani, watu wako wabarikiwe na wainuliwe, hata nyumbani watoto wetu wasome, maana mkono wako Baba umenyoshwa juu ya Wendani. Wacha wingu ya baraka, wingu ya utukufu wako, wingu wa neema yako Baba uzidi kudhihirika na kuonekana hapa Wendani kwa utukufu wa jina lako. Na usiku wa leo tunapoenda kulala Baba, mkono wako uko pamoja nasi, neema na utukufu Baba itufunike. Asante kwa siku ya kesho, maana Bwana utakuwa pamoja nasi. Itakuwa tena ni siku ya baraka, ni siku ya utukufu. Uinuliwe na utukuzwe, na katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba, na sisi wote tuseme amen. Tusalimie jirani yako, mwambie amebarikiwa, mwambie amebarikiwa, mwambie nyumbani yake amebarikiwa, nyumba yake imebarikiwa, mwambie hata kazi yake na biashara imebarikiwa. Na Wendani will never be the same again in the name of Jesus. Thank you so much. Good night. Let's see each other tomorrow by the grace of God. Thank you so much. Bwana Yesu aliyeniokoa, aliyeniokoa, aliyeniokoa. Bwana Yesu aliyeniokoa. Bwana Yesu